Historia ya mpira wa miguu inaanzia miaka mingi iliyopita, lakini mchezo huo umepitia mabadiliko makubwa hadi leo. Mpira wa miguu ulianza kuchezwa kwa njia tofauti tofauti katika tamaduni mbalimbali, lakini mfumo wa sasa wa mchezo huu ulianza kubuniwa nchini Uingereza katika karne ya 19. Chama cha mpira wa miguu cha England yani FA kilianzishwa mwaka 1863 na ndiyo kilichoanzisha sheria za sasa za mpira wa miguu. Tangu wakati huo, mpira wa miguu umekuwa mchezo maarufu sana ulimwenguni kote na ligi kuu zimeanzishwa katika nchi nyingi duniani. Kuna wachezaji wengi wa mpira wa miguu ambao wamekuwa maarufu na wamefanikiwa zaidi. Mfano ni Pele, mchezaji wa Brazil ambaye ameitwa mara 3 mchezaji bora wa dunia na ana rekodi ya kushinda kombe la dunia mara 3. Diego Maradona, mchezaji wa Argentina ambaye alikuwa na uwezo mkubwa na aliongoza Argentina kutoa kombe la dunia mwaka 1886. Lionel Messi, mchezaji wa Argentina ambaye ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa FIFA mara 6 na amekuwa na mafanikio makubwa zaidi katika klabu ya Barcelona. Cristiano Ronaldo, mchezaji wa Ureno ambaye pia ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa FIFA mara 5 na amekuwa akiongoza katika klabu kama Manchester United, Real Madrid na Juventus. Hakika kuna mifano mingi ya wachezaji wa mpira wa miguu duniani ambao hawakufikia kilele cha mafanikio licha ya kuwa na vipaji vikubwa zaidi. Hapa kuna baadhi yao pamoja na sababu zilizochangia kushindwa kwao. Fred Andu, Mmarekani, aliitwa the next Pele akiwa na umri mdogo. Alisaini mkataba wa kitaalamu akiwa na miaka 14. Alishindwa kukabiliana na shinikizo na matarajio makubwa. Alizunguka vilabu vingi bila kupata mafanikio. Adriano, Mbrazili, alikuwa mshambuliaji mwenye nguvu na kipaji cha hali ya juu. Alikuwa na kipindi kizuri Inter Milan. Matatizo ya nje ya uwanja kama vile ulevi, msongo wa mawazo yalimwangusha, akishindwa kudumisha kiwango chake. Ricardo Quaresma wa Ureno alikuwa na kipaji cha kiufundi cha hali ya juu. Alishindwa kuwa na nidhamu na utulivu. Alikuwa na tabia ya ubinafsi. Alishindwa kufikia kiwango cha Cristiano Ronaldo ambaye alikuwa rika lake. Mario Balotelli wa Italy alikuwa na kipaji kikubwa na uwezo wa kufunga mabao. Alikuwa na tabia ya utovu wa nidhamu na matatizo nje ya uwanja. Alishindwa kutimiza uwezo wake. Hakim Mastur wa Morocco alikuwa na kipaji cha hali ya juu. Akiwa kijana, shinikizo kubwa na matarajio yalimwelemea. Alishindwa kuendeleza kipaji chake katika ngazi za juu. Sababu za kushindwa kwao: shinikizo kubwa. Wachezaji wengi vijana hukabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa mashabiki wao, vyombo vya habari na hata familia zao. Matatizo ya nidhamu. Utovu wa nidhamu kama vile ulevi, matumizi ya madawa ya kulevya, tabia mbaya kuharibu kazi za wachezaji wengi. Majeraha yanaweza kumaliza kazi za wachezaji. Matatizo ya kisaikolojia. Msongo wa mawazo, wasiwasi na matatizo mengi ya kisaikolojia yanaweza kuathiri utendaji wa wachezaji. Pia mazingira ya timu. Wakati mwingine mchezaji anaweza kuwa na kipaji kikubwa, lakini mazingira ya timu anayochezea hayamwezeshi kuonyesha kipaji chake. Ni muhimu kukumbuka kwamba mafanikio katika mpira wa miguu yanahitaji zaidi ya kipaji. Yanahitaji nidhamu, kujituma, uwezo na kukabiliana na changamoto. Hakika, ili kufanikiwa zaidi katika michezo, kuna mambo kadhaa muhimu ya kuzingatia. Kwanza, malengo na mipango. Weka malengo yanaweza kufikiwa. Anza na malengo madogo na uongeze ugumu kadri unavyoendelea. Tengeneza mpango wa mafunzo. Mpango unaopaswa kuwa ni ratiba ya mazoezi, muda wa kupumzika na malengo mahususi. Fuata mpango wako kwa nidhamu. Uvumilivu na kujitolea ni muhimu sana. 2. Mazoezi na mafunzo. Fanya mazoezi mara kwa mara. Mazoezi mara kwa mara husaidia kuboresha ujuzi na stamina. Jifunze mbinu sahihi. Hakikisha unajifunza mbinu sahihi za mchezo wako kutoka kwa makocha au wachezaji wenye uzoefu. Fanya mazoezi ya nguvu na stamina. Mazoezi haya husaidia kuimarisha mwili na kuzuia majeraha. Pata muda wa kupumzika. Kupumzika ni muhimu ili mwili uweze kupona majeraha na misuli. 3. Lishe na afya. Kula chakula chenye lishe. Chakula chenye lishe husaidia kuimarisha mwili na kuongeza nguvu. Kunywa maji mengi. Maji ni muhimu kwa afya ya mwili na huzuia upungufu wa maji mwilini. Pata usingizi wa kutosha. Usingizi husaidia mwili kupona na kujiandaa kwa mazoezi. Epuka vitu vyenye madhara. Epuka sigara, pombe na dawa za kulevya. 4. Akili na saikolojia. Jenga kujiamini. Amini katika uwezo wako, usiruhusu hofu ikuzuie. Jifunze kudhibiti hisia.
Jifunze kudhibiti hasira, msongo wa mawazo na hisia zingine ambazo zinaweza kuathiri utendaji wako. Tafuta msaada wa kisaikolojia ikiwa unakabiliwa na matatizo ya kisaikolojia. Usisite kutafuta msaada kutoka kwa wataalamu. Weka akili yako iwe sawa, kuwa na mtazamo chanya na kuzingatia malengo yako. 5. Nidhamu na uadilifu. Kuwa na nidhamu, fuata sheria na kanuni za mchezo. Kuwa mchezaji mwadilifu, cheza kwa haki na heshima. Kubali kushindwa. Kujifunza kutokana na makosa ni sehemu ya mafanikio. Heshimu wenzako na makocha. 6. Utafutaji wa maarifa na ujuzi. Jifunze kutoka kwa wengine. Angalia wachezaji wenye uzoefu na ujifunze kutoka kwao. Soma vitabu na makala kuhusu mchezo wako. Kupata maarifa zaidi kuhusu mchezo wako kutakusaidia kufanya maamuzi bora. Tazama video za mazoezi na mashindano, kujifunza mbinu mpya na mikakati. Vifaa na mazingira. Tumia vifaa sahihi. Vifaa sahihi husaidia kuboresha utendaji na kuzuia majeraha. Tafuta mazingira mazuri ya mazoezi ili kuchangia motisha na utendaji bora. Kwa kuzingatia mambo haya, unaweza kuongeza nafasi zako katika kufanikiwa zaidi katika michezo. Hii ni The Genius na Sports, yani michezo. Ulikuwa nami Santu55TZ katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter kwa jina moja tu la Santu55TZ. Pia mwandaaji wa hii show ni Mr. Ndeme. Pia The Genius platform Twitter na Instagram.